kar ombulu ma Bomas mabende chenro mar ombulu dhi nyime kod duol mar IEBC. Zimeweza kuletwa hapa kama Gigore. Na nafikiri wametumia muda wao mwingi. Japo makamishna pale wanajaribu kuwapuuza, lakini naona kambe wanapiga makofi ni kana kwamba wamefaulu katika azimio lao. Sasa sijui kama watazipata ama kuna baadhi yao, manake naona pia wanajaribu ni kama kuwahimiza wale maagenti wao kuhakikisha kwamba wawe macho wakati wenzao wanafanya hivi, na wao pia wawe macho kufanya vile vingine, ili wote wawe katika level moja. Bila shaka na swala hili nzima, jana ilikuwa tarakilishi, tena jana ikawa kijikaratasi fulani, na sasa tena ni UV light. Inaonekana kila wakati kuna swala ibuka katika shughuli hii nzima, lakini inazungumzia swala nzima la kuaminiana. Yani unamtazama mpinzani wako kama ambaye anakupangia, anapanga kukuchenga mahali fulani, amekupangia kitu fulani mahali fulani, na ndio sababu unasikia wanasema UV light, kwa sababu wanasema kuna UV light ambazo wangetaka IEBC na maafisa wake wazitumie kuscan zile document kuhakikisha kwamba ni legitimate, ni legit, yani zile nakala ziko sawa. Na nikaona Commissioner Francis Wanderi pale akisema mngetaka UV light mngekuja na zenu. Na bila shaka nafikiri ni baadhi ya masharti ama vitu ambavyo pengine vingekuwa vimekumbukwa awali, ama vitu ambavyo wangetarajia kwamba ikiwa shughuli hii itakuwa ndefu namna hii, kuna vitu ambavyo tungevihitaji kufanya uhakiki wa stakabadhi na kadhalika. Lakini kwa kweli kama tulivyosema, ni wachezaji wawili hawa ambapo wako mbele ya referee. Kwa hivyo mmoja pengine anapoteza, ni kama vile katika mechi kuna mmoja pengine anapoteza muda, wengine wataka mpira urudi katikati tucheze, mwingine aona kwamba pengine refa haangalii upande huu, pengine amewapa wengine muda zaidi kukaa na mpira ama kitu kama hicho. Kwa hivyo katika siasa pia haikosekani namna hiyo. Na Nimzi, unapozungumza swala hili nzima, watu wanaweza kujiuliza ni nini ambacho kinaendelea kwa sasa. Pale katika ule ukumbi pale juu, mwenyekiti wa IEBC ameketi pale kwa zaidi ya saa 2 sasa, tangu walipokuwa na matangazo ya matokeo yaliyopita, na anapokea zile stakabadhi kutoka kwa maafisa wa IEBC, wale wasimamizi wa uchaguzi katika maeneo bunge, ukipenda returning officers. Ni baada ya kubadilisha mtindo ama taratibu za kufanya hivyo, lakini swala nzima la kukagua stakabadhi bado linaendelea hapa, na kufikia sasa ni maeneo bunge 95 ambayo matokeo yake yameshatangazwa. Ni kukupigia hesabu ya rais, ni kusema maeneo bunge 195 bado matangazo yake ya kura ya urais hayajatangazwa, japo kuwa ukaguzi unaendelea, na labda wakati huo mwingine ambapo makamishna wa IEBC watasimama pale kututangazia, maybe watatupa matangazo kutoka maeneo bunge kama 20-30, na hivyo basi muda pia unazidi kuyoyoma. Kumbuka kuna siku 7 ambazo zipo kwenye katiba ambapo mwenyekiti wa IEBC lazima atangaze matokeo hayo. Kwa hivyo kwa upande mmoja unashughulikia muda, na kwa upande mwingine unashughulikia ubora wa takwimu ambazo zimewasilishwa hapa. Bila shaka Gashuru unatoa wazo zuri sana kuhusiana na muda, lakini pale alipo nafikiri Wafula Chebukati haonekani kuwa mtu na wasiwasi kwamba muda utamuishia, pengine hahitaji muda zaidi. Namuona kama ambaye ana utulivu mwingi. Kwa hivyo, na pia wale ambao wanaendelea kufanya ukaguzi wa zile stakabadhi ambazo zinastahili kukaguliwa, ukiangalia ni kana kwamba hawana haraka. Hakuna mtu anayewatia wasiwasi, hawaonekani kuwa na wasiwasi. Wako hapa kuhakikisha kwamba wamefanya uhakiki wa kutosha, na ni jambo la busara. Kwa hivyo nafikiri kwa yoyote anayetazama, sidhani kama kuna haja ya kuwa na hofu ama wasiwasi kwamba muda utapita ule muda ambao unastahili. Lakini pengine nigusie hawa vigogo ambao pengine wanashambuliana kwa cheche za maneno. Kitu kinachoshangaza na siasa ni kwamba utakuta wakati mmoja katika uchaguzi walikuwa kundi moja, sasa hivi wako kundi tofauti, miaka ijayo watakuwa kundi moja, lakini cheche za maneno ni nyingi. Kwa hivyo nafikiri mwananchi akiwa anatazama asitilie maanani sana kwamba hizi ni kelele za chuki ama ni kelele za pengine watu kutoheshimiana ama kutopendana ama kutowiana. Ninafikiri tu ni ushindani wa kisiasa, manake baadaye hawa yeyote atakayeshinda utakuta wanakunywa kikombe cha chai pamoja, wanashirikiana pamoja katika masuala ya bunge, masuala ya uongozi na kadhalika. Na hata kabla hawajaapishwa Nimzi, katika pita zangu hapa nyuma, nilienda kutafuta kikombe cha kahawa.
wale wa upande wa Kenya Kwanza na wale wa upande wa Azimio wanakongamana wote pamoja pale. Naona wakitoka hapa baada ya kuzomeana, kisha wanakutana hapa nyuma, unasikia wakitaniana kwamba tunawaona vile mnatupangia, na wengine wanasema hata sisi tunaona vile mnatupangia. Kwa hivyo sio uadui, kwa sababu nimeona hata wengine wakisema wacha nikulipie kahawa hapo, wanapigana pambaja pale. Kwa hivyo labda kwa mtazamaji ambaye anatizama naona hisia zinapanda na pando na mori. Malaki Gashuri, kusema kweli nimekumbana na wengine katika mitandao, inashangaza kwamba mtu na jirani yake sasa hivi hawasemezani. Ati kwa kuwa nilikuwa mrengo fulani, na kabla ya uchaguzi walikuwa wanasemezana, na nimeona hayo. Na hata ukiangalia katika mitandao ya kijamii kuna mambo ambayo pengine mrengo mmoja unaweka kupitia maafisa hao, halafu watu wanatumia udadisi ambao ni udadisi mkubwa ambao saa nyingine pengine hauleti maana. Unatia tu hofu, unatia shauku, unaleta ile dhana ya kwamba hatuaminiani na kadhalika. Na nafikiri wakiangalia sura za viongozi hawa wakitoka hapa, nafikiri wananchi wanastahili kutumia busara na hekima kwamba sio lazima iwe itakwenda unavyotaka kila siku. Saa nyingine huwa Maulana anatupatia nafasi nyingine kwamba leo ni chako, kesho ni cha mwingine, sio namna hiyo. Siku ya Jumapili nilimsikia Askofu Mkuu wa Nyolo wa Kanisa Katoliki Jimbo Kuu la Nairobi akisema jiandae kwa matokeo, jiandae kuongozwa na yule ambaye haukumpenda. Kwa hivyo matokeo ni kama mchezo, kuna kushinda, kuna kushindwa, lakini mshindi ni taifa la Kenya, kwa sababu maamuzi yameshafanywa na wapiga kura katika debe pale siku ya Jumanne walipokongamana kutafuta watakao waongoza. Na bila shaka, na kuna mwanasiasa mmoja ambaye wengi watamkumbuka kwa maneno yake kwamba usieke kwenye mapafu, usieke kwenye roho. Usieke kwenye roho, eka kwenye mapafu ambapo unaweza kupumua ukaendelea na maisha yako. Maana siasa ni namna hiyo, kuna kupanda na kushuka. Lakini zaidi ni kwamba tunatarajia katika zoezi hili, bila shaka itakuwa ni funzo kwamba inawezekana kuwa na matokeo ya kuridhisha, inawezekana kuwa na matokeo ambayo ni halisi, pasi na ujanja wowote, pasi na mambo kufanywa kimsege mnege hivi, kuharibia wenzio nafasi za uongozi na kadhalika. Na kitu ambacho pia kinazidi kutupatia nafasi zaidi ni kwamba tunazidi kusubiri matokeo zaidi kutoka maeneo bunge mengine ambao mpaka sasa hawajaweza kukamilika. Na unapozungumza hilo, Nimrod, sasa nataka tuelekee moja kwa moja hadi Kasarani, kwa sababu kwa sasa hivi yapo matangazo ambayo yanatangazwa kuhusu kinyang'anyiro ambacho kiliandaliwa siku ya Jumanne. Moja kwa moja hadi Kasarani. Ingrewal 735, Polycarp Igathe Kamau 39,756, Agnes Kagure Kariuki 653, Cleophas Mutua Kiyo 453, Dennis Arua Ochieng Kothe 369, Nancy Wambui Mwadime 372, Kenneth Kinara Nyamwamu 417, Johnson Arthur Sakaja 39,027, Esther Waringa Thairu 622, total valid votes 82,406, rejected ballots 1,338. Thank you. Kwa mara nyingine tumetoka Kasarani, matangazo hayo yameshatangazwa na tunazidi kukita kambi hapa katika ukumbi wa Bomas, ambapo shughuli nzima ya kutathmini yale matokeo ambayo yametangazwa kutoka maeneo mbalimbali, maeneo bunge 290 kote nchini, na vile vile eneo moja ambalo lina wale ambao walipiga kura kutoka ugaibuni, ukipenda diaspora. Matangazo haya yanazidi kutangazwa. Kufikia sasa kuna zaidi ya maafisa wa kusimamia uchaguzi kutoka maeneo bunge 262 ambao tayari wamefika hapa na kuwasilisha stakabadhi zao. Yaani kila msimamizi wa uchaguzi, returning officer kutoka eneo bunge, anafika hapa na
aina mbili ya stakabadhi, yani Form 34B ambayo ni nakala inayojumlisha matokeo ya uchaguzi wa urais kutoka eneo bunge, na vile vile Sako Kobako anaandamana na Forms 34A ambazo zilitumika kunakili matokeo ya urais katika kila eneo la kupigia kura, yani polling station. Na unaloona kule mbele ni kwamba sasa wale maafisa wanawasilisha zile stakabadhi zao kwa mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati, ambaye ndiye msimamizi mkuu wa uchaguzi wa urais, ama ukipenda returning officer katika kinyang'anyiro cha urais. Na wakisha mpokeza zile stakabadhi, basi hao returning officers wanaondoka na stakabadhi zenyewe sasa zinapewa wale maafisa wa IEBC ambao wameketi kwenye meza mbalimbali. Katika meza hizo kuna ukaguzi wa stakabadhi zenyewe, kuianisha yale matokeo na vile vile kuyajumlisha, kuhakikisha kwamba yale yaliyoandikwa kwenye zile fomu yanaambatana na yale matokeo ambayo yaliwasilishwa kwenye stakabadhi ambazo ziko kwenye mitandao ama portal ya IEBC ukipenda. Na iwapo kuna malalamishi yoyote, basi yananakiliwa, kwa sababu matokeo hayo hayawezi kubadilishwa. Yani yale matokeo ambayo yalitangazwa katika kila kituo cha kupigia kura hayawezi kubadilishwa ila tu kwa maamuzi ya mahakama. Hivyo basi linalofanyika hapa, iwapo kuna dosari, ukipenda discrepancies, tofauti za hesabu hii na hesabu ile, zinanakiliwa tu katika karatasi fulani ama katika fomu fulani, na iwapo kuna yote ambaye anakusanya ushahidi ambao watawasilisha katika mahakama ya upeo, yani Supreme Court, kuhusiana na swala hili nzima la uchaguzi wa urais, basi anaweza kutumia masuala ibuka, iwapo kuna dosari zozote, kama ushahidi wa hali ilivyokuwa katika uchaguzi ambao uliandaliwa wa urais siku ya Jumanne. Nakumbuka mengi ya mambo ambayo tunaona yakifanyika katika ukumbi huu wa Bomas yanatokana na maswali ambayo yaliibuliwa na majaji wa mahakama ya upeo katika kesi iliyowasilishwa mwaka 2017 kupinga matokeo ya uchaguzi wa urais, kesi ambayo wakati huo iliwasilishwa na aliyekuwa mgombea urais wa muungano wa NASA Raila Odinga, akipinga uchaguzi wa Rais Uhuru Kenyatta mwaka 2017 kwa tiketi ya Jubilee. Ni matokeo ambayo yalibatilishwa na mahakama ya upeo kwa sababu ya dosari ambazo zilionekana, ambazo zilishuhudiwa katika uchaguzi huo. Na hivyo basi mengi ya maswali ambayo majaji waliuliza, IEBC imejaribu kuyajibu katika uchaguzi huu kwa kuhakikisha kwamba kila taratibu ambazo majaji walitaka zishughulikiwe yanashughulikiwa. Kwa mfano, lipo swali ambalo liliulizwa wakati huo kuhusu ukaguzi wa matokeo kabla ya kutangazwa. Yani mwenyekiti wa IEBC wakati huo kupitia kwa mawakili wake ambao walifika pale mahakamani, alikuwa anaulizwa iwapo kwanza alikagua zile stakabadhi ambazo ziliwasilishwa kwake kabla ya kutangaza matokeo hao, ama aliyatangaza tu moja kwa moja. Na ukaguzi huo ndio unaoendelea hapa. Haitarajii kwamba mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati ataketi pale katika zile meza peke yake aweze kuzikagua zile fomu zote 46,222, lakini anasaidiwa na maafisa wake wa IEBC kuhakikisha kwamba fomu hizo zote zinakaguliwa na yale matokeo ambayo yalitangazwa katika kila kituo cha kupigia kura yanaambatana na yale matokeo ambayo yeye mwenyewe atayatangaza hapa, ila yeye mwenyewe ama kamishna yeyote ambaye atafanya hivyo kwa niaba yake, yale matokeo ambayo anayatangaza ni yale ambayo yametoka kutoka vituo vya kupigia kura ambayo yamejumlishwa katika maeneo ya bunge na yale ambayo yamewasilishwa kwake hapa, na baada ya ukaguzi basi anasimama pale yeye ama kamishna yeyote wa IEBC na kuyatangaza. Kufikia sasa ni maeneo bunge 95 yale ambayo matokeo yake yameweza kutangazwa hapa kutoka maeneo mbalimbali, na foleni ni ndefu ya wale ambao wamefika hapa, wasimamizi wa uchaguzi kutoka maeneo bunge ambao fomu zao zinakaguliwa na matokeo hayo kuweza kutangazwa. Kwa hivyo mambo bado, safari bado ni ndefu kufikia tamati ya shughuli hii, ambapo matokeo ya mwisho yatatangazwa na mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati kubaini ni nani kati ya wagombea wanne katika kinyang'anyiro cha urais atakayekuwa ameibuka mshindi. Na kulingana na taratibu ambazo ziko kwenye katiba, atakayetangazwa mshindi, iwapo kutapatikana mshindi katika awamu ya kwanza, lazima awe amejizolea angalau
50 ya kura zote za urais ambazo zilipigwa na kura moja zaidi, yani 50% plus 1. Na lazima pia yeyote ambaye atatangazwa mshindi, iwapo ni kwa awamu ya kwanza, au amepata angalau 25% ya kura zote za urais ambazo zilipigwa katika angalau kaunti 24. Hivyo basi unaona ni kinyang'anyiro ambacho ni kikali, na lengo lake ni kuhakikisha kwamba yule ambaye anachaguliwa kama rais ni mtu ambaye anakubalika na idadi kubwa ya wapiga kura, idadi kubwa ya Wakenya, kuweza kupata hatamu ya uongozi muhula mmoja wa miaka 5, na iwapo katika uchaguzi mwingine atachaguliwa, mihula isizidi 2 kama alivyofanya Rais Uhuru Kenyatta mwaka 2013 hadi 2017 na sasa mwaka 2022, wakati ambapo muda wake kuhudumu unazidi kukatika. Na hivyo basi ni swala hilo ambalo linasubiriwa hapa, mwenyekiti wa IEBC aweze kutegua kitendawili cha ni nani kati ya hao 4 waliokuwa kwenye debe siku ya Jumanne ameibuka mshindi. Na iwapo kutakosekana yeyote ambaye atafua dafu katika raundi ya kwanza, basi uchaguzi mpya utaandaliwa katika siku 30 kati ya yule ambaye atakuwa wa kwanza na wa pili. Lakini vile vile pia kumbuka, wote wana nafasi ya kuelekea mahakamani katika muda wa siku 7 baada ya matokeo kutangazwa, iwapo watakuwa wamebaini dosari zozote ambazo zinaweza kutumika kubatilisha matokeo ya uchaguzi wa urais. Kwa hivyo kazi bado, na siku zinazidi kusonga, masaa yanazidi kusonga, na shughuli nzima ya ukaguzi wa stakabadhi hizi unaendelea. Hivyo basi tuchukue mapumziko mafupi, na tukishafanya hivyo, wenzangu Trevor na Wahiga kwa